Bana, karibu sana tuzungumze soka. Niko na kocha wa boli hapa, Zuberi Mkalaboko. Tunazungumza story trending tu, mashindano Mapinduzi, lakini pia kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa tarehe 3 mwezi wa 5 2026. Na hapa comment yako itakuwa ya msingi sana kile ambacho tunaenda kukiongea, lakini pia subscribe YouTube channel yetu kama bado hujasubscribe, na udhamini mkubwa sana tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon. Tunakukaribisha sana katika matawi yetu ambayo yanapatikana Dar es Salaam, maeneo mbalimbali ambapo tupo Buguruni Rozana pale mkabala na kuteza polisi, tupo Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zanati ya Mtoni, tupo Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika, na pia kwa Kigamboni tupo Kigamboni pale Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, na pia tuko pale Tuangoma kwa Sako na Mikwambe mali asili Kigamboni. Wala usiogope muonekano wa saluni zetu, bei zetu ni nafuu kabisa, bei affordable kabisa kwa Mtanzania wa kawaida. Wenyewe wamezoea kuita hivyo Mtanzania kawaida, lakini bei ni nafuu kwa mtu yoyote yule katika saluni zetu hizi unisex, ambapo huduma zote kwa wanawake na wanaume zinapatikana. Baadaye nitakupatia vizuri sana na habari zao ambazo wamenitumia nikufikishie siku ya leo, mtazamaji wangu wa JNR Mtita TV. Niko na kocha Zuberi Mkalaboko. Habari kaka? Bwana safi, mambo vipi? Shwari kabisa. Anamshukuru Mungu safi. Bwana kocha Zuberi Mkalaboko, mashindano ya Mapinduzi Cup tumeona yameanza. Upande wa Young Africans wamecheza siku ya jana, wamemtia mtu goli 4-0 Mwembe Makumbi. Tunaona full squad Young Africans wameenda full mziki. Hii inaonyesha tafsiri gani kwenye michuano hii pia? Yanga kwenye michuano hii ni gogo la buchani, kuvunjia mifupa na steki. Utani hawana. Ukileta mechi nyepesi wanakukabili kwa ukubwa, ukileta mechi kubwa wanakukabili kwa mapambano zaidi. Na dhahiri unaweza kuona kwenye mchezo. Na hawafanyi kwa bahati mbaya. Kwa mfano, unamwona mtu kama Djigui Diarra. Wana sababu ya Diarra kuanza naye kwenye mechi hizi, kwa sababu kumpa game time. Unajua Diarra wamemkosa mechi za kimashindano. Timu inaweza kuwa na mchezaji ambaye yuko kwenye mazoezi, lakini wanahitaji kumwandaa na mechi za kimashindano. Ndio maana kwa wenzetu walioendelea ziko mechi za majaribio za wachezaji wa akiba, na baadaye mtu anaingizwa kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo unaweza kuona hivyo. Lakini hata coach Pedro wanataka vikombe. Yanga ni bingwa mtetezi wa kombe la Mapinduzi la Muungano, anakwenda kama bingwa mtetezi. Sasa lazima aende kama bingwa mtetezi anayepambana. Lakini iko tofauti kubwa ambayo sasa hivi naiona kwenye kikosi cha Yanga ukinasibisha na mechi kadha kabla ya mapumziko yale ya FIFA yaliyotokea. Yanga sasa hivi wanacheza kama meza ya muuza pweza. Mnakunywa mmesimama. Yaani Yanga ni meza ya muuza pweza, mnakunywa mmesimama, kwa sababu ya speed ya timu yao, mentality, wamekuwa na huge mentality, wanapambana kucheza kwa mapambano. Unaona kasi ya timu imeongezeka, nidhamu ya matukio kwenye football. Ni namna gani mkiwa mna mpira mnafanya nini kama timu, namna gani mkiwa mna mpira mnafanya nini kama timu, vipi makosa yenu mnavyorekebisha kwenye mchezo, ni kitu ambacho kinaonekana. Na ndio maana imekuwa rahisi tu sasa hivi kuanza kuona idadi kubwa ya mabao, mpaka tunaanza kuona timu kama zinafanya makusudi dhidi ya Yanga. Sasa hivi kucheza na Yanga ni kama unafanya makusudi. Sio unafanya makusudi, wanakulazimisha ufanye makosa. Young Africans ukicheza nao ni kujilinda na mvua na gazeti. Lazima uloe kwa sababu pressing yao imekuwa kiwango cha juu. Na ndio kitu ambacho wakosoaji tulikuwa tunakimisi mwanzo kwamba mbona timu hatuioni ile tulioizoea. Sasa hivi timu tunaona kama wapika kashata tu, mpaka wachanganye sukari na nini, zote zina utamu mmoja. Lakini sasa hivi wametoka, wameitengeneza timu yao ipo katika mtindo ambao kila mmoja anaona, kila mmoja anaitazama. Na sasa hivi Yanga inatababisha maneno. Yaani haya maneno Yanga wanayataka wenyewe. Ubora wa timu yao tunaona kama timu zinaonewa. Sio zinaonewa, ni ubora ambao wameurejesha. Wa sasa hivi muda wote wao wanakuadhibu. Kama mwendawazimu aliyepewa rungu anapiga kokote. Ni mwendawazimu aliyepewa rungu anapiga kokote. Sasa hivi kutana naye ni vita, mapambano ya morali ya hadi ya juu. Na hii ni moja kitu ambacho pia kwa wamekiongeza. Unajua sasa hivi walichokiongeza Young Africans kwenye timu yao ni uwezo wa kupambana kwenye nafasi. Uwezo wa kupambana kwenye nafasi, msipeane nafasi na wao watafute nafasi. Kipindi cha nyuma timu yao ilikuwa na uwezo mzuri wa kupambana kwenye nafasi ili wao watafute nafasi. Tulikuwa tunaona sio wanafungwa, lakini timu kama ilikuwa wana expose zaidi. Sasa hivi wanapambana kwenye nafasi mno. Bila mpira mnavujiana nafasi. Kwa hiyo wastani wa kupambana kwenye nafasi ndio unaokuja kutofautisha ubora. Walifanywa hivyo Tanzania Prisons tukaona kama utani. Wakafanywa hivyo Mbeya City tumeona kama utani. Uwezo wa kupambana kwenye nafasi upo katika tabaka lake kabisa. Kocha Zuberi Mkalaboko, kwa kuiangalia Young Africans katika hizi mechi ambazo wameshinda, pengine tunaweza tukaipima tayari wamejipata kama unavyoongea, hatujaiona ikicheza na timu ambayo ina madaraja, yani timu ambayo daraja kubwa pengine kama Azam au Simba Sports, mpaka tunaisifu namna hii. Yaani ukikutana na Yanga ni kupata kwa jua. Lazima tofauti ionekane. Mimi nasema tutaipima na tabaka gani? Kwa sababu hizi timu tunazoziona ndio timu za ligi kuu hizi. Na ligi ya Zanzibar.
labda useme tusubiri kuona mechi labda na Simba ambaye ndo anapambana nafasi ya pili, ambaye pia anasubiri nione hiyo mechi, kwa sababu mechi ya kwanza ya dabi Yanga walicheza kama wameparalyze, tena upande wa kushoto wenye moyo. Mechi ya dabi ya Simba Zanzibar Yanga walicheza kama wameparalyze upande wa kushoto wenye moyo, hawakuwa kabisa na reactions kubwa dhidi ya Simba, japo walionyesha kipindi fulani, lakini Yanga sasa hivi kipiga tu, wote kazini miguuni kutafuta mpira. Mechi kama hizo za pressure kubwa Simba niliona alipewa kidogo na Azam. Sasa iko tofauti ya speed ya Yanga kucheza na Azam. Yanga wana endurance sana. Tangu FIFA series iishe, nasubiri kuona physicality ile nione na timu kama Simba kwenye wastani wa mapambano wa muda mrefu, kwa sababu wao kikiwaka mnawasha. Yani speed yao ni jiko la utambi lililowekwa petroli, moto unawaka zaidi. Ndicho ambacho nakiona kutoka kwao. Kwa natamani kuona kuna mechi ya dabi hii, kasi yao hii watazima Kibatali sebuleni au chumbani. Kasi ni kubwa mno. Sasa kinachowapa faida wao, wanapatia mpaka kutumia nafasi. Unaona idadi kubwa ya mabao. Simba wana kasi, lakini wakati mwingine nafasi nyingi wanazitumia vizuri. Ndio maana idadi kubwa ya mabao naiona. Simba wanaweza kushambulia, lakini wana shida kutumia nafasi. Sasa hatari yake kwenye mechi ya dabi safari hii itakuwa tofauti sana. Mechi ya dabi kuna mtu anaacha alama uwanjani. Dabi ya tarehe 3 alama zinabaki uwanjani tena kwa goli nyingi kuanzia 2. Na kueleza dabi hii alama zinabaki uwanjani. Hakuna ile kwa tutatoshana nguvu. Kwa sababu dabi hii na kitu nakiona kwa upande wa Yanga na kiona kwa upande wa Simba, dabi hii alama zinabaki uwanjani. Kocha, tukiangalia haya mashindano yanavyoenda, Simba anacheza leo. Unaiona dabi itatokea huku kwenye haya mashindano pale Zanzibar, au unaona kuna mmoja atamkimbia mwenzake ili wasubirie tarehe 3? Simba sijawaona, lakini mimi nadhani tunataka kushuhudia dabi mara 4 msimu huu. Yanga wanataka ubingwa wa muungano kwa sababu ni mabingwa watetezi. Sasa ili umvue bingwa mtetezi, pambana naye utake ubingwa. Na Simba wana timu nzuri. Nasubiri nione display yao kwenye game hizi, nione itakavyokuwa, kwa sababu Singida wapo, Simba wapo, Azam wapo, kwa tuone display yao. Nione Azam pia display yao kwenye michuano hii ya muda mfupi. Hiyo kitu tunataka kione. Tunaweza tukapata dabi. Kama tutapata dabi, tunaweza tukapata dabi kwa back to back. Sasa hiyo inatakiwa iwe hivyo. Tuone back to back, kwa sababu pia dabi ya safari ndio inaweza kupunguza maneno yote yanayosemwa, kuona equality haswa ambao Yanga wanaonyesha. Kwa sababu Yanga wamehamisha huku, mpango wamehamia Zanzibar sasa hivi. Wametoka ligi kuu, wamewasha moto Zanzibar, wameanza salamu zao jana. Kwa tusubiri tuone. Natamani pia tuone hiyo dabi. Kocha Zuberi, Faridi Musa alikuwa akizungumziwa muda mrefu sana na mashabiki wa Yanga baadhi. Apewe nafasi acheze. Alipewa dakika chache, umemwona ni mchezaji ambaye bado yumo. Nadhani ana uwezo, lakini bado tunaona Yanga Africans ni timu shindani. Kaingia kacheza kwa wastani, tumeona. Lakini bado ni timu shindani, kwa sababu unajiuliza Faridi Musa maeneo anayopambana kucheza ndio anacheza Max siku hizi. Ndio anacheza Pacome upande wa kushoto. Sasa tulizani tufumbe macho aingie Faridi atoke Pacome upande wa kushoto. Ndio sawa. Sina Faridi sio? Si winga wa kushoto. Winga wa kushoto Yanga nani? Anachezaga Pacome sometimes Max. Hamjui kama ni Pacome? Kule anakuwa Pacome, huku kulia anawekwa Max. Hapa chini anakaa Okero, juu anakuwa Dube. Anakuja Mudathir, Duke Abuya. Sasa maana yake atoke Pacome acheze Mudathir. Si ndio swali lao la watu? Wanacholalamika kuna kipindi acheza mchezaji labda Buba, Faridi yuko nje. Wanasema labda pengine hiki kiwango kinachoonyeshwa na Buba, Faridi anaweza akafanya labda Mungu. Kocha Faridi jana umekionaje? Nikuulize, tumeona wote hapa. Kawaida alicheza kama namba 3. Sawa, umeonaje? Kawaida alikuwa. Usiwapangie makocha kazi. Wao ndio wanakaa na wachezaji, wanajua nani ananifaa wapi kubeba mizigo gani. Kwa hiyo ni vitu vinatokea kwenye football. Bana, tumezungumza mambo mengi sana na kocha Zuberi Mkalaboko. Umesikia kile ambacho amekiongea kwa upande wake, anavyoiona Young Africans performance yao hivi karibuni. Yaani tukizungumzia current performance vile ambavyo anaiona ya Young Africans. Tuachie maoni yako kwa hiki ambacho tumekizungumza. Subscribe YouTube channel yetu, pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram,
Facebook na TikTok. Jina letu ni JR Mtita TV. Bana, JR Mtita Unisex Saloon tunakukaribisha sana upate huduma bomba, huduma safi kabisa katika matawi yetu ambayo yanapatikana Dar es Salaam kila siku katika wiki 2 kamili za asubuhi mpaka 4 usiku. Tuko wazi katika matawi yetu pale Buguruni Rozana mkabala na kote za polisi. Pia tuko pale Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Tupo Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika. Kuna mabingwa kutoa huduma bora, huduma safi kabisa. Kwa pale Kigamboni, tupo pale Kigamboni Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, na pia tuko pale Mikwambe Maliasili Kigamboni na Tua Ngoma kwa Sako. Tembelea Instagram page yetu kupitia Instagram pale @official_JR_Mtita_unisex na Facebook ni JR Mtita Unisex Saloon. Karibu upendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akiwa amependeza. Tuna wahudumu ambao wanatoa huduma bora kabisa, wadada hapo wa kutosha sana. Leo ukifika utapata huduma safi, huduma bomba, bila kupoteza muda na kuzingatia ubora ule ule. Je, unatafuta saluni ya kike yenye huduma bora ya kisasa na bei nafuu? Basi usihangaike tena. J&R Mtita Unisex Saloon. Tuna saluni ya kike inayopatikana Mikwambe Maliasili. Ni mahali sahihi pa kubadilisha muonekano wako na kuongeza kujiamini. Karibu sana siku ya leo kupata huduma zifuatazo: kuosha nywele na kuseti, tunapamba maharusi, tunafanya simple makeup ya kisasa na inayovutia, tunasuka yebo faster kwa haraka na kwa ubora, tunashonea weaving kwa ustadi wa hali ya juu, netwave, tuna blow dry, tunafanya facial inayofanya ngozi yako iwe laini, safi na yenye mvuto. J&R Mtita Unisex Saloon. Hii sio saluni ya kawaida, ni saluni ya matokeo. Tunapatikana Mikwambe Maliasili. Huduma safi, wahudumu wa karimu na mazingira mazuri kwa kila mwanamke. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0745884112. Usikubali kichwa chako kiwe cha mazoea. J&R Mtita Unisex Saloon. Saluni ya kike inayopatikana Mikwambe. Urembo ni utambulisho wako.